Ifiwe, kwa majina ni Margaret Chege, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Ninasikia kuishi ndani yake naye aishi ndani yangu. Ili tupelekane safari tukiwa pamoja. Ni kwa sababu kwa Yesu hakuna hasara. Nimekuja tuongee mambo ya nabii wa uongo. Ni kwa sababu wamejaa. Na hawa manabii wa uongo, huwezi jua nabii wa ukweli na nabii wa uongo. Sasa ninataka tuongee ndio tupelekane hii safari ukijua vizuri ni nabii gani unafuata. Ni kwa sababu siku moja wakati tunasoma kitabu cha Mungu ilikuwa inasema ati kuna mama alishika ugeni na alikuwa mtu wa Mungu. Alikuwa mtumishi wa Mungu. Akashikwa ugeni na huyo akawa baraka kwake. Sasa siku moja nikakumbuka huyo mama wakati alishika huyo mtumishi wa Mungu ugeni. Siku moja nikifanya kazi nilikuwa na duka, nilikuwa nafanya kazi zangu. Wakati nilikuwa natazama kwa dirisha, niliona mtu mmoja. Na huyo mtu nikaona alikuwa mkulino na alikuwa na kireba ya papo. Na wakati nilimuona nikaona ni nabii. Nikasema wacha nifungulie mtu wa Mungu kwa sababu aliniita majina na nikasikia ananijua, nikafikiria huyu ni nabii. Na wakati alikuja, aliingia kwa nyumba, alikuja compound. Na wakati alifika, sasa mimi nilikuwa nawaza, nafikiria na shidwa. Nitabia huyu mtu aingie kwa nyumba na nilikuwa peke yangu. Ni kwa sababu ni nabii. Alafu nikaona, nikamwambia aingie. Na wakati aliingia sasa wakati aliingia nilikuwa nimetandika carpet chini. Na wakati nilikuwa na carpet, alikuwa na viatu. Kwa hivyo, alikuwa hataki kutoa viatu. Sasa alikuwa anashemerera pole pole. Anashemerera pole pole. Akienda nikimwambia pahali atakaa, hataki. Anataka pahali anataka yeye mwenyewe. Na alikuwa anataka pahali kuna dirisha. Na mimi wakati alikuwa anapita hivi nasikia harufu ya pombe. Nashindwa. Ni mimi nasikia vibaya ama ni ukweli? Naambia Mungu nisamehe. Kama ni mimi nasikia vibaya, Mungu nisamehe. Tukapelekana na mtu. Nikimwambia kaa hivi, sasa ananiita Maito. Na Kikuyu ati Maito. Wakati alikuwa ananiita hivyo, anasemea hataki pahali, namwambia anataka pahali kuna kadirisha. Lakini mimi nilikuwa nasikia harufu kama ya pombe. Na wakati nilikuwa nasikia, naambia Mungu tu anisamehe, ni kwa sababu labda ninasikia vibaya kama ni mimi nasikia vibaya. Alikuja na akaketi. Na wakati aliketi akaniambia yeye ametumwa kwangu, aniletee habari, aniambie ati kuna mtu wangu atakufa, mtu mmoja na atagongwa na motorbike. Nikashindwa ati kwa hivyo hiyo usiku kama angekuja kugongwa mtu wangu mmoja ndio akufe na kutakuwa na duru masaa hiyo ya usiku. Na wakati alikuwa ananiambia hivyo, akaniambia alikuwa Murang'a na walikuwa na watumishi wengine washugaji kwa maombi ya siku 3 ya kujifunga. Akaambiwa akuje niletee hiyo habari. Na wakati alikuwa ananipea hiyo habari, sasa mimi nilikuwa tu nasikiliza. Wakati alimaliza kunipea, akaniambia sasa hakuna, alikuwa ananiambia ni jirani yangu ananikula. Juu huyu jirani ati anakujaga uchi kwa gate yangu anaroga. Sasa kwa hivyo ndio atafurahia akisikia kuna kilio kwangu. Kuna mtu mmoja amegongwa, kuna kilio. Sasa akasema kwa sababu amefikisha habari yake, akaniambia ati hiyo mambo itarudia mwenye alikuwa anakuja ati kuniroga usiku. Na akaniambia ni jirani. Wacha niwaambie watu wa Mungu, ukikosa kujihadhari hao manabii, wanaweza kufanya mkosane na majirani. Wakati mimi sasa huyo alimaliza kunipea, nikamwambia acha nikupikie kachai. Akaniambia hapana, usinipikie kachai, juu nabii apikia chai. Ukileta habari, wewe ukimaliza unatoka unaenda zako. Lakini akaniambia na fare kurudi huko alikuwa ametoka Murang'a. Akaniambia nimpe 700. Na wakati huo nilikuwa na 500 kwa sababu hiyo ndio nilikuwa nimeuza. Akaniambia sasa nikimpea hiyo pesa hiyo 700, duka yangu itafurika. Mimi nitakuwa tajiri. Pesa nitapata, hiyo duka italeta pesa kuleta. Mimi nikamwambia oi, mimi niko na 500 kwa mfuko yangu. Kaniambia oi, nitafuta hizo zingine uniongezee. Mimi nilienda nikatafuta na nikaongezea pesa. Nikamuongezea. Wakati nilimuongezea hiyo pesa, nikampea kaenda.
wakati alienda na akanipea namba, lakini mimi sikuwahi mpigia. Akanipea ati vile nitatajirika, ati nikimpigia hiyo namba nitampigia kumwambia vile nilitajirika. Lakini wacha nikwambie watu wa Mungu, mimi nilifilisika, kaduka yangu iliisha hivyo. Nilifuga mpaka wa leo sijaifugwa. Nikangojea Mungu anibariki juu nilipeana ile 700. Sikuona huyu Mungu. Sana nikufuga, nilifuga duka. Na kwa sababu alikiniambia ati kuna jirani ananiroga, anakuja kuniroga asubuhi yake na mapema. Mimi kuna mtu alipita hapo kwangu jirani. Nikafikiria, nikamsalimia, akanisalimika tu ovyo ovyo ni kama hataki. Nikasema basi huyu ndiye mrogi wa kwanza, huyu ndiye ananiroga. Sasa ndio nikuje nifikirie hiyo mambo, nikaona tukikosa kuangalia watu watafanya tukosane kwa majirani ama kwa watu wetu. Nikaambia Mungu anisaidie kuwajua. Ni kwa sababu kama uwajui mtakosana na watu wenu na mtakosana na majirani. Kwa hivyo mimi nimekuambia hivi, ujihadhari manabii wa uongo. Na uombe Mungu akusaidie ujue ni akina nani. Hata kama utaletea unabii, uangalie hii unabii imetokana kwa Mungu ama imetoka wapi. Ni kwa sababu sitaki ukosane na jirani, sitaki ukosane na watu wenu, juu hata maboma nyingi zimekosana na watu wao juu ya kuletea mavitu za uongo. Uliza Mungu, Mungu huwa anarudisha. Mimi nimewahi omba Mungu ananirudishia vile namuomba. Na ananirudishia hapo hapo, na ninajua nitapitia hii ama nitapitia hivi. Kwa hivyo Mungu si wa uongo na Mungu huwa anaongea. Na mimi nitaachia hapo, na Mungu awabariki. Na niko na YouTube, msubscribe, mlike na mshare na mcomment. Na mkifanya hivyo Mungu atawabariki. Mimi wacha niwaachie hapo, tuonane siku nyingine. Shalom, shalom.